Leo mjenzi wa nyumba, tuweze kuzungumzia tena somo nyingine. Faida na hasara ya nyumba yenye paa lisiloonekana au wengi wetu tunaita contemporary. Kuna faida gani au hasara gani? Zote nitakutajia hapa kwa kiasi fulani. Licha kwa nyingine nishawaitaja kwenye video zilizopita, lakini leo nakutajia nyingine. Faida na hasara ya nyumba zenye paa lisiloonekana au contemporary. Nyumba zenye mapaa yasiyoonekana wengi huita hidden roof na wengine huita contemporary. Vyovyote utakavyoita ni sawa tu, maana yake ni moja. Hizi nyumba sio kwamba hazikuwepo hapo kabla, hapana. Nyumba hizi zipo kuanzia miaka mingi, inaaminika miaka ya 80 zilipoanzia hizi nyumba. Hizi nyumba sio ngeni au haya mapaa sio mageni, isipokuwa zilipotea kwa baadhi ya maeneo, sasa kwa maeneo yetu Tanzania kwa muda, na sasa zimerudi tena. Na zilivyorudi hizi fashion zimerudi na mabadiliko madogo madogo. Kwa hiyo zingatia kwamba wanasema hakuna kipya chini ya jua. Kwa hiyo ukajua ni fashion mpya, ukajua ndio zimeanza kwa mara ya kwanza. Zipo miaka na miaka. Wakati nyumba hizi fashion zinaanza, mimi nayeongea hapa nilikuwa bado sijazaliwa. Kwa hiyo nizungumzie mambo madogo madogo. Zamani mapaa haya yalikuwa yanaficha bati pande tatu. Kwa hiyo upande wa nyuma ya nyumba kulikuwa wazi, ndio kulikuwa kuna mwaga maji, yani miaka yote maji ya mvua, wakati mvua inanyesha, tofauti na miaka ya sasa. Kwa maana hiyo miaka hiyo ilikuwepo upande wa mbele ya nyumba huwezi kuona bati, upande wa kushoto huwezi kuona, hata upande wa kulia, tofauti na miaka ya sasa ambayo tunaficha paa lote, kuta zote 4 zinapanda juu kabisa, na tunatengenezea mifereji ya maji ya mvua katikati au pembeni ya paa, na kunakuwa na kava za kuzuia maji yasipenye kwenye kuta. Tunahakikisha hivyo maji yasipenye kwenye kuta. Pia vile vile kuna material yanayotengenezwa na makampuni mbalimbali, sitataja hapa, lakini yapo material yanayotengenezwa na kampuni mbalimbali yanayozuia maji yasipenye. Haya yanapakwa tu yasipenye kwenye ukuta kupitia mfereji huo. Mfereji huo hutengenezwa slope au tumezoea kuita mteremko mkali sana, ili kuwezesha maji kutiririka kwa kasi sana hadi kwenye bomba linalopokea maji hayo chini. Hayo maji yanapokelewa na bomba chini. Utofauti ndio huu unazoendelea kuelezea. Faida ya paa la aina hii kwa kipindi chenye upepo, yani kuna nyakati nyingine huwa kuna upepo, na kuna wakati mwingine kuna sehemu nyingine zenye upepo ni asili yake. Watu Makambako uwezo kaelezea swala la upepo bwana. Wao bila upepo kule ni shida. Wamezoea muda mwingi wote upepo. Makambako nitipulia. Kwa hiyo kwa kipindi chenye upepo mkali au vimbunga, paa hili ni salama kwa kuwa limejificha. Hili paa limejificha, haliwezi kuezuliwa kabisa. Yani hata upepo ukiwa mkali au kuna vimbunga haziwezi kuezuliwa kabisa. Pia kwa sababu paa limejificha, unaweza kuwezeka bati la aina yeyote na nyumba ikaendelea kupendeza kabisa bila kujali imetumia bati zenye ubora gani. Kwa watu kama umetumia tu mabati yenye kutukutu huko yaliyooza, kikubwa tu hakikisha umezibaziba isivuje, iwe fresh kabisa. Kwa hiyo mtu hawezi kuona kule, kwa maana hiyo nyumba itabaki na muonekano wake mzuri wa kupendeza na wa kuvutia. Pia vile vile mfumo wa kuficha paa unatumia mbao chache za kenchi pamoja na papi. Unatumia mbao chache unapopigilia kenchi au unapopigilia papi, na unatumia bati chache. Wakati wa kupigilia bati pia unatumia bati chache, na misumari pia inatumika michache. Kwa hiyo hata gharama ya ufundi ni ndogo. Hivyo ndiyo maana tunaziita nyumba zenye kubana matumizi. Sasa shida za hii nyumba hizi za kuficha paa, ukimtumia fundi asiye na utaalamu, hizi nyumba zinavuja sana wakati wa mvua kubwa. Hizi nyumba zinapunguza gharama kwa kiasi kidogo sana, sio kiasi kubwa, ni kiasi kidogo sana, zinapunguza gharama. Kwa hiyo ukihitaji kuzijenga hizi nyumba kwa kuwa unazipenda, yani uzijenge kwa kuwa tu unazipenda zile fashion yake, na sio uzijenge kwa kuwa zinaokoa gharama. Hapana, gharama naokoa ndio, lakini kiasi kinachookolewa ni kidogo sana, kwa sababu ujue sehemu nyingine ambazo takiwa zipite bati zitapita
tofali. Ili uhakikishe ile paa ionekane, lazima uhakikishe umeziba na tofali. Kwa hiyo zile gharama za kununulia tofali ambazo ungeweza kununulia bati, hapo pia ukisha piga tu kenchi nitakiwa upige plasta, na kuna material nitakiwa ununue ya kupaka, bado kuna kutengeneza concrete gata, ile gata kwa ajili ya kupitishia maji. Hizo zote ni gharama, maana kutengeneza ile gata la zege zinahitaji kwa material yake kwa ajili ya zege. Nimefundisha material yapi ya zege, kwa hiyo siwezi kurudia hapa. Kwa hizo zote zinaongeza gharama. Nadhani hapo mmenielewa. Kwa hiyo basi ni vizuri unapowezeka nyumba hizi, kama una uwezo wa kifedha, utumie bati za geji 28 kwa kuwa hizi huishi miaka mingi na ni imara sana, ila zina gharama kubwa kidogo kulingana na mabati ya geji nyingine. Kama pesa hamna, tumia bati unazozimudu gharama yake. Uhakikishe umewezeka na upo wako. Kwa elimu zaidi endelea kunifuatilia kwenye YouTube ya Mjenzi wa Nyumba. Pia unaweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja kwa kutumia namba hizo unazoziona. Tafadhali naomba uweze kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video hii ili watu wengi zaidi wajifunze elimu hizi ninazozitoa hapa. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.